Hello guys, leo washa tupike maandazi au wengine wanaita mahamri. Sasa vitu muhimu ukiwa unapika maandazi au mahamri, unategemea pia na vile unavyohitaji. Mimi nilitumia warm milk, nikatumia cardamom au iliki kwa Kiswahili. Warm milk nilitumia 1 mug of warm milk, nilitumia 1 tablespoon of yeast, 1 tablespoon of cardamom au iliki, nikatumia half tablespoon of salt, nikatumia 1 cup of sugar, na pia 5 cups of plain flour, na 3 tablespoons of cooking oil. Kama hapo kwenye video inavyoonekana, unaanza na warm milk, then unachanganya iliki, unachanganya hamira, unachanganya sukari, unachanganya chumvi kidogo kama upo interested na add chumvi, but it's not necessary. Utaweka cooking oil, then utamix together. Hakikisha kwamba unachanganya vizuri. Alafu mwisho kabisa utaweka plain flour, unga wa ngano. Inategemea na wewe ulipo unga ngano gani mzuri ambao unaweza upata. Sasa hakikisha kwanza mixture yako ile ya vitu vya mwanzoni umevichanganya vizuri kabisa. Ukishavichanganya vizuri kabisa, then ndo utaongeza unga wa ngano. Sasa kwenye unga wa ngano jitahidi kukanda, yani usiwe na haraka. Kanda taratibu vizuri. Hakikisha unga wako hauwi mlaini sana wala hauwi mgumu sana, yani unakuwa in between. Kama utatumia stand mixer ama utatumia mkono, stand mixer ni rahisi zaidi, ila mimi kwenye video yangu nimetumia mkono, nimekanda kwa mkono kama inavyoonekana hapo kwenye video. Kwa hiyo utakanda mpaka pale utakapoona yes kwamba kwa sasa unga wangu uko vizuri, ndipo utaendelea na procedure zingine. Hapo nilikuwa naongeza unga. Mwanzoni kabisa niliweka unga vikombe 4, lakini maziwa yangu yalikuwa mengi ukilinganisha na niliweka 1 mug of warm milk, na niliplani kutumia 4 cups of plain flour, lakini nikaona no, maziwa yamekuwa mengi, so katika kuchanganya kwangu nilichanganya, lakini baadaye niliongeza 1 cup of plain flour. Kwa hiyo jumla nikawa nimetumia 5 cups of plain flour. Nilikanda unga wangu takriban kwa muda wa dakika 15 mpaka pale niliporidhika ulipokuwa tayari. Basi nikakava kwa kutumia cling paper, alafu juu nikafunika na towel. So na wewe endapo ukishamaliza kukanda, hakikisha kwamba unakava vizuri unga wako uliokanda, unaweka sehemu yenye joto ili uweze kuumuka vizuri. Pia set aside for 20 minutes. It's not necessary to be 20 minutes. Unaweza set aside for 20 to 30 minutes. Ukasubiria mpaka pale utakapoumuka. Pia ina depend, muda mwingine haumuki sana, inategemea na hamira na kiasi cha hamira ulichoweka. So baada ya dakika 20 nilichukua unga wangu, ulikuwa tayari. Nikaanza kukanda kidogo, na pia nikaanza kukata madonge. Nilipata madonge 8. Sasa katika kila donge 8 nikasukuma ili niweze kukata, nikasukuma kama tunavyosukuma chapati. Kila donge moja nilikuwa napata vipande 4 ambavyo vya maandazi. Nikavikata pale madonge yangu 8, kwa hiyo nikatoa vipande 8 kama maandazi 32. Nikayafunika, nikaweka sehemu, nikayafunika vizuri. Nilipofunika vizuri,
Nikasubiri pia umuke kwa muda wa dakika 20, ndipo nilipoanza kuyachoma. Na katika ukandaji wako hakikisha chapati yako isiwe nyembamba sana wala isiwe nene sana, just in between, kwa sababu itaumuka. Ndipo nikaanza kuchoma, na mafuta yako hakikisha hayana moto mkali, japo saa nyingine jinsi unavyochoma moto unakopo mafuta kishika moto yanakopo kuna dalili ya kuungua, kama hapo yangu yanavyoonekana hayako clear vizuri kwa sababu mafuta naona kama yashika moto sana. Ndipo hapo maandazi yetu yapo tayari. Nikajaribisha kunywa na hii kula na hii roast yangu ya nyama. Basi alhamdulillah yalikuwa matamu na